Kulikuwa na amani, kulikuwa na heshima, na kulikuwa na mwanzo wa upendo wa kweli. Lakini maisha hayakuwa yamewaandalia njia rahisi, kwa sababu kila mtu kijijini alikuwa akijua kuhusu kazi ya siri ya Satingi. Na kadiri siku zilivyopita, siri ile ilianza kuwa hatari zaidi. Mtu mmoja aliyekuwa akimfuatilia kwa muda mrefu alianza kupanga jambo ambalo lingeweza kubadilisha maisha yao milele. Mwisho wa sura ya 8. Karibu Alama Studio, simulizi zenye hisia, mafunzo na msisimko. Tuanze. Sura ya 9. Siri inayoanza kumzunguka. Siku zilizofuata ziliendelea kwa utulivu wa kawaida katika nyumba ndogo ya Satingi na Biti Mainda. Lakini nyuma ya utulivu huo kulikuwa na jambo ambalo hawakulijua. Macho ya mtu mmoja yalikuwa yameanza kuwafuata kwa karibu. Biti Mainda alikuwa ameanza kuizoea Kibuye polepole. Mwanzoni kila kitu kilikuwa kigeni kwake: lugha za watu, mila za kijiji, mazingira ya bahari, hata upepo usiku uliokuwa ukivuma tofauti na ule wa Kibugwa. Lakini siku zilivyopita, mahali pale palianza kuwa kama nyumbani. Kila asubuhi alikuwa akiamka mapema, alifagia nje ya nyumba, akaandaa chakula, akaenda kuchota maji, na wakati mwingine alikaa mbele ya nyumba yao akiangalia watu wakipita, huku akijifunza maisha mapya aliyoyaingia. Watu wa kijiji nao walianza kubadilika taratibu kwake. Mwanzoni walimwona kama binti wa bara aliyefika bila kujua maisha ya Kibuye, lakini walipoona bidii yake walianza kumheshimu. Waliona namna alivyomjali Satingi, waliona namna alivyokuwa mnyenyekevu, na waliona kitu kimoja: Biti Mainda hakuwa amekuja kutafuta maisha rahisi, alikuwa amekuja kujenga maisha. Siku moja jioni, Satingi alirudi nyumbani akiwa ameshika fuko mdogo. Biti Mainda alimtazama kwa mshangao. "Satingi, umebeba nini?" Satingi akatabasamu. "Ni kitu kidogo tu." Alifungua mfuko ule. Ndani kulikuwa na kitambaa kipya cha anga. Biti Mainda alibaki kimya kwa muda. "Sio lazima ununue vitu hivi." Satingi akamwangalia. "Najua, lakini niliona umeacha kila kitu ulichokuwa nacho kule Kibugwa. Nilitaka angalau uwe na kitu kitakachokukumbusha kuwa hapa ni nyumbani kwako pia." Maneno yale yalimgusa Biti Mainda. Hakikuwa kitu cha gharama kubwa, lakini kwake ilikuwa na thamani kubwa kuliko kitu chochote, kwa sababu aliona juhudi za mwanaume aliyekuwa akijaribu kumfanya ajisikie salama. Usiku huo walipokuwa wamekaa nje ya nyumba yao wakitazama mwezi uliokuwa juu angani, Biti Mainda alisema kwa sauti ya chini, "Satingi." "Naam." "Ulikuwa unaishi hivi peke yako kwa muda gani?" Satingi akanyamaza, akatazama mbali. "Muda mrefu kabla yako. Nilikuwa nimezoea kukaa na mawazo yangu peke yangu." Biti Mainda akamtazama. "Na sasa?" Satingi akatabasamu kidogo. "Sasa nikirudi nyumbani, najua kuna mtu anayenisubiri." Maneno hayo yaligusa moyo wa Biti Mainda, kwa sababu aligundua kitu, kwamba si yeye tu aliyekuwa anahitaji nyumba mpya. Hata Satingi alikuwa anahitaji mtu wa kumfanya ajisikie kuwa ana familia. Lakini wakati wao walikuwa wakijenga furaha hiyo ndogo, kulikuwa na mtu mwingine ambaye hakuwa na furaha kuwaona wakiwa na amani. Mtu huyo alikuwa miongoni mwa watu wa Kibuye aliyejua siri ya Satingi kwa muda mrefu. Alijua kuhusu kazi aliyokuwa akiifanya usiku, alijua sehemu ambazo Satingi alikuwa akienda, na zaidi ya yote alijua kwamba siri hiyo ilikuwa kitu ambacho kingeweza kumwangusha. Siku moja mchana, mtu huyo alipita karibu na sehemu ambayo Satingi alikuwa akitengenezea baiskeli. Alisimama kwa muda, akamwangalia Satingi akifanya kazi. Watu walikuwa wakimsalimia kwa heshima, baadhi walimsifu kwa kuwa fundi mzuri. Mtu huyo alitabasamu kwa chini. "Anajifanya mtu safi sana," alisema kimya kimya, lakini watu hawajui maisha yake ya usiku. Siku hiyo Satingi hakujua kuwa kuna mtu alikuwa akimwangalia. Aliendelea na kazi yake kama kawaida. Aliporudi nyumbani jioni, alimkuta Biti Mainda akimsubiri. Alitabasamu, na kwa muda mfupi alisahau kabisa matatizo yote ya dunia. Lakini usiku ulipoingia, wakati Satingi alipokuwa amelala, mtu huyo alikuwa bado macho. Alikuwa akifikiria. Alijua siri ya Satingi, lakini bado hakujua atafanya nini nayo, kwa sababu wakati mwingine siri kubwa haivunji maisha kwa sababu imejulikana, bali kwa sababu mtu anayejua anaamua kuitumia vibaya. Asubuhi iliyofuata, Satingi aliamka bila kujua kuwa maisha yake yalikuwa yameanza kubadilika taratibu.
Biti Mainda naye aliendelea kuamini kuwa siku mpya ilikuwa mwanzo mwingine wa matumaini, lakini wote wawili hawakujua kwamba nyuma ya tabasamu lao kulikuwa na mtu aliyekuwa akingoja muda sahihi wa kuvuruga kila kitu walichokuwa wameanza kujenga. Mwisho wa sura 9. Asante kwa kutazama. Subscribe, like na share. Tukutane kwenye episode inayofuata. Alama Studio, simulizi hisia. Alama